other people or to those leaders 25 years after they leave power. Hii ingine nitakibia kiasi, mambo ya madeni. Kenya kwenye iko sasa, Wakenya wenzangu, kama kuna jambo ambayo inahujumu uchumi wetu ni mambo ya madeni. Kwa sababu sasa Kenya iko na deni ya shilingi 13 trillion shillings. Tunakopa shilingi bilioni 4 kila siku. Na Mkenya every Kenyan, including the one who was born today, is born with a debt of 228,000 shillings. Na tunaendelea kukopa kwa kasi than before. There are many things I'm proposing, including holistically growing our economy. But the silver bullet that we have as a country to come out of this issue of debt, dear Kenyans, is oil and minerals. Kwa sababu Mungu amebariki nchi yetu. Na tuko na mafuta Turkana. Tuko na minerals. And the more the reason, dear Kenyans, we must guard these assets viciously. Na ndio mimi natoa onyo kwa viongozi wetu. Wale mnahusika na mambo ya mafuta Turkana, lazima mkuwe na huruma na Wakenya. Mambo ya mafuta ya Turkana inafaa isaidie kaunti ya Turkana na Kenya mzima, na itusaidie pia maneno hii ya madeni kubwa. Jambo ingine ya pili ambayo ni muhimu sana katika hiyo mambo ya madini, mambo ya kule Kwale, Mlima Hills. Kuna watu pia wanamezea mate. And I want to tell them, because I know they are watching, we are not going to allow you to take over Mlima Hills for your own personal benefit. Because that is the silver bullet we have economically, oil and minerals, to deal with the issue of debt. Wacha niseme jambo ya equality. Sisi wote kutoshana kama Wakenya. Na mimi my proposal is as follows. That from 2028 January, Inua Jamii ile tunapea wazazi wetu. Na mniruhusu nikisema figa zingine ziko chini kiasi. Mimi nimejaribu kuangazia vitu Kenya inaweza fanya kwa sasa bila kuongeza ushuru. Hii 2,000 shillings tunapea wazazi wetu, we must increase it in January of 2028 into 3,000 shillings and increase another 1,000 shillings after 3 years, because the bill of every 1,000 shillings is 12 billion Kenya shillings per year. The other thing ni maneno ya mahakama. Naanza kuongea haraka ndio tuite viongozi wengine watusalimie. Ndio tuweze kupeleka mambo ya mahakama ikuwe so that we give justice to Kenyans across the board vizuri. My proposal is that we double the capacity of our judiciary in the next 5 years, but also number 2, tuweke kwa sheria that our judiciary must receive 1.5% at the very least, 1.5% of our national revenue per year. Hiyo jambo ingine nikienda kumaliza, mimi na propose hii mambo yote tuko na system kama ya e-citizen, ile ya SHA, ile ingine ya NTSA. Kenya to create a company called KDSS. This company to own all these entities. Then it gets listed in the NSC, but the government of Kenya to own 51% of that company. Ndio tuondoe hii mambo ya patronage. Ukienda hii citizen, ukienda hiyo ya SHA, ukienda zingine zote, unapata wanasiasa ndio wanafanya hizo biashara. It is better for the people of Kenya to own these assets other than being available for patronage. Mniruhusu wa Kenya sasa niende kwa mambo ya siasa. Kenya oye. And I want to be very direct and specific. One, for avoidance of doubt. Just for avoidance of doubt. I know
we left government long time ago. And associated with the Wheelbarrow Party, the UDA. Kwa sababu vile hata naona hata wenye Wheelbarrow wenyewe wataitoka waiwache. The second thing I want to sikizane tafadhali, because I want to be very direct. The second thing, mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeingia chama inaitwa People's Party of Kenya. Jambo la tatu tuendelee vizuri. The third thing, I am glad that the membership of the People's Party of Kenya wamenipea nafasi na wakanieleza tukifanya mambo ambayo tunafanya kwenda mbele. Wameniuliza kwa sasa tuongoze hiyo maneno. Na mimi nimeitikia hiyo mwito. The third thing, as all the membership of the People's Party of Kenya, we have today joined the opposition. Ukiangalia viongozi wale watapeleka Kenya mbele from next year, I also ask humbly the people of Kenya, muangalie pia People's Party. Pia wao wako na viongozi wanaweza shikana mkono na wengine na tukoboe Kenya August of next year. I also want to say this. I have taken time to consult almost all the opposition leaders. I have sat down with Peter Munya. I have sat down with Honorable Mother Karua. I have sat down with Honorable James Orengo. You know, my brother Sifuna is my brother. I have sat down with Honorable His Excellency Rigathi Gachagua. I have consulted even many others I could have forgotten. In fact, I want to confirm to you, I have had almost a near-long consultation with most of them, including almost for a whole year, Honorable Dr. Fred Matiang'i. And therefore, I want to say this. In all the people's tours, that is the